hajawafikisha siku ya leo. Kwa hivyo ni vizuri tuseme asante kwake kila wakati. Ndivyo kwa kawaida, naona kwamba muda wangu pia unatembea unayoyoma kuyoyoma. Niingie kwenye taarifa kwa ufupi na kupatia taarifa hizi. Baadhi yao zilitokea jana Jumamosi mpaka siku ya leo. Watu wawili wameripotiwa kuangamia walipokuwa wakijivinjari katika eneo la Mombasa Pirates Beach pale. Watu wawili hao ni miongoni mwa watu 15 ambao walikuwa wamepanda kwenye boti moja katika ufuo wa Jomo Kenyatta kule Mombasa, unajulikana zaidi kama Pirates Beach. Na nikiachana na swala hilo, nikupeleke upande mwingine kwamba Rais William Ruto anasema kwamba kuna matumaini kwamba uchumi utaimarika. Alikuwa anazungumza hayo katika kanisa ama la madhehebu mbalimbali katika eneo la Eldoret, ambapo alihudhuria na kujumuika na wakazi katika siku ya Christmas ambayo ilikuwa pia ibada ya hiyo jana. Wakati huo kinara ama yule ambaye ni Secretary General wa KOTU Francis Atwoli sasa amewataka Wakenya wampatie Rais William Ruto muda ili atekeleze ahadi ambazo alitoa kwa Wakenya wakati wa kampeni. Wakati huo Wakenya waliungana na mataifa mengine na Wakristo wengine kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo hiyo jana, wengi wakielekea makanisa tofauti. Na kutoka kule Vatican nilimuona Papa Mtakatifu Francis akiwaongoza Wakatoliki katika kusherehekea siku ile. Wakati huo ni jeki imepigwa kwenye sekta ya utalii baada ya watalii zaidi ya 500 kutia nanga katika ufuo ama katika bandari ya Mombasa pale, ambao walikuwa wameabiri ile meli ambayo inaitwa MV Nautica, akiwa kwamba ni meli ambayo imekuwa ikifanya cruise na kutoka hapa Kenya inaendelea pale Zanzibar. Wale watalii walifika pale wakatumbuizwa kwa aina yake kutoka kule kaunti ya Mombasa. Na upande mwingine ni kwamba shirika la Msalaba Mwekundu limetoa msaada ama chakula cha msaada kwa wakazi wa kaunti ya Tiaty pamoja na kaunti ya Wajir. Ni katika ile harakati ya kuhakikisha kwamba kila Mkenya anapata cha kutia mdomoni, hasa wakati ambapo Wakenya walikuwa wanasherehekea Krismasi. Na kwingineko kule ugaibuni ni kwamba watu 50 waliripotiwa kupata majeraha baada ya basi walimokuwa wakisafiria kuhusika katika ajali kule Canada. Na Urusi ambayo inaongozwa na Rais Vladimir Putin sasa inasema kwamba iko tayari kufanya mazungumzo na mataifa husika kuhusu vita dhidi ya Ukraine. Na kuachana na swala hilo, inasemekana kwamba watu 10 wameaga na wengine kuachwa na majeraha katika kipindi cha wiki 2 zilizopita kufuatia vita vya kijamii katika eneo lile la Mandera, hasa mpaka wa Kenya na Ethiopia. Na vile visa viwili vya kipindupindu vimeripotiwa katika kaunti ya Kajiado, hasa eneo la Oloitoktok, wakati ambapo waziri wa afya katika kaunti hiyo amejitokeza na kuwataka wakazi kuhakikisha kwamba wanadumisha amani, wanadumisha usafi katika maeneo ambayo wapo. Inasemekana kwamba wawili wale walikuwa mama na mwanawe ambao walikuwa wamesafiri kutoka katika kaunti ya Nairobi, kwa hivyo kuweka kaunti ya Nairobi on high alert na vile kuhakikisha kwamba wanafuatilia mahala ambapo yule mama alikuwa ameenda. Na kuachana na swala hilo, waziri wa elimu Ezekiel Machogu anasema kwamba matokeo ya mitihani ya KCSE ya kidato cha 4 yatatokea kabla ya tarehe 23 Januari mwaka ujao. Kumbuka kwamba wakati huo ndipo ambapo shule nyingi zitakuwa zinafunguliwa. Kwa hivyo ni katika kipindi cha wiki 2-3 matokeo ya KCSE yatakuwa yanatolewa ama yanatangazwa rasmi na waziri. Kwingineko kutoka kule IEBC ni kwamba mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati sasa anasema kwamba hajutii chochote, kwamba alifanya kazi yake tangu aingie katika ile afisi
kwa nafasi ya wenyekiti mpaka sasa amefanya kazi yake kwa uadilifu. Kumbuka kwamba wakati ambapo Wafula Chebukati anatarajiwa kwenda mapumzikoni ama retirement Januari mwaka ujao, kuna uchaguzi ambao utakuwa unaandaliwa katika eneo la Kandara pamoja na Garissa mjini, uchaguzi mdogo Januari tarehe 5. Na kumalizana na swala hili, kumbuka kwamba katika uteuzi wa wanafunzi ambao wataingia kidato cha kwanza kuanzia mwaka ujao, Waziri Ezekiel Machogu anasema kwamba uteuzi huo utafanywa kwa njia ya huru na haki, akisema kwamba uteuzi huo utakamilika kufikia tarehe 16 Januari. Na mzozo unaendelea kutokota baina ya gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja pamoja na naibu rais Rigathi Gachagua, ambaye anamtaka Sakaja kuwa anafanya mazungumzo na viongozi wengine kabla hajachukua hatua yoyote. Kumbuka kwamba alimkashifu kwa lile swala mali agizo la kusema kwamba magari yote ya usafiri yasiingie katikati mwa jiji la Nairobi. Na kwingineko, wa madiwani wa chama cha UDA katika eneo bunge la Nairobi ama katika kaunti ya Nairobi sasa wamejitokeza kumkashifu Sakaja kwa kile wanasema kwamba amewateua viongozi kutoka upinzani kufanya kazi naye, ilhali hawakumpa mkono ama hawakumpigia debe katika uchaguzi ujao, swala ambalo wanasema wanaenda kuteta na utahakisha kwamba haki inatendeka. Mtazamaji na msikilizaji, niruhusu nitamatishia hapo kwa sasa. Nikupe wimbo moja, kisha nikirejea nitakuwa natambua wale ambao wanaendelea kwa nami katika kipindi cha leo cha